wanasema hii tume ni ya CCM. Wanasema tumebadilisha. Leo CCM wanasema ratiba ya kuchukua fomu ya NEC ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kuna uchaguzi hapa? Rais ametoka akasema CCM imeisha shida. Kwa nini Rais Samia? Kwa nini unataka kutumia bilioni 500 za watu maskini wa nchi hii kupeleka kwenye uchaguzi ambao unasema umeisha shida? Kwa nini usijitangaze ubaki Ikulu tu? Pesa za watu maskini. Wewe unalima mpunga, unahangaika na miwa shambani mwenyewe, kuhamia mwenyewe, miwa ikichomeka wewe mwenyewe, shida unakata mwenyewe, ukipeleka serikali inachukua kodi kwenye miwa yako. Uongo kweli? Ili kusaidia kulima, ili kusaidia kupalilia, ili kusaidia kuitunza, wanachukua kodi. Ikiingia serikalini tunaambiwa pesa za mama. Watu wanalima mpunga, yeye mwenyewe hangaika na mpunga miezi 6, akiuingiza kwenye gunia, akiwa na usafirisha tayari kuna kodi ya serikali. Akiupeleka kwenye mashine kuna kodi. Akiwa anaenda kuuza sokoni kuna kodi. Mpunga ule ule, ukiwa mpunga unalipiwa kodi, ukiwa mashineni unalipiwa kodi, ukiwa kwenye meza unalipiwa kodi. Nchi hii. Alafu pesa mnaambiwa za mama. Na ndio hizo zinachezewa, sijui goli la mama, sijui wasanii wa mama, sijui viduku vya mama. Uchafu, uchafu, uchafu. Wakati watu wetu wanateseka. Sasa ndiye watu wetu. Unatuambiaje Chadema twende kwenye uchaguzi wa hivi? Unatuambiaje tushiriki uchaguzi ambao upande mmoja unatangaza kwamba tarehe kuchukua fomu ni hii kabla ya msimamizi hajatangaza? Unatuambiaje twende kwenye uchaguzi wa hivi? Afande, unasemaje sisi tushiriki uchaguzi wa kijinga? Unasemaje? Sisi tumekataa. Sisi tumekataa. Hiyo mwaya mnasemaje? Hiyo mwaya mnasemaje? Hiyo mwaya mnasemaje? Wangapi wanaunga mkono msimamo wa chama wanao reform election Washington? Washington. Asante. Tunachohitaji sisi hatukimbii uchaguzi. Tunachohitaji ni uwanja unaolingana. Samia asimame hapa, Lissu asimame hapa, ipige dakika 90 wananchi muamue nani awe rais. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara. Inawezekana hiyo mechi? Mtu atachezewa katikati ya uwanja, yeye atapeleka kwenye kibendera. Tuombe kweli? Au yule Ahmed Ali ndio awe mshika kibendera kwenye mechi ya Simba na Yanga? Inawezekana? Sinani zote, offside zote atasema magoli. Uongo kweli? Sasa leo mzee wangu Omar Ramadhani Mapuli, kati mwenezo wa CCM, ni mjumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kuna uchaguzi hapa? Wewe kijana, ukiwa referee kwenye mechi ya ngumi, alafu baba yako anacheza na baba wa mwenzako, baba yako akipigwa ngumi ya kidevu, wewe unafanyaje? Tunaingia ugomvi. Wanatuambia ujinga gani? CCM waende na vyama vibaraka kwenye ushenzi wa sisi. Chadema tumekataa, sisi tuko upande wa wananchi. Wanaunda vyama vibaraka kwamba tuende kwenye uchaguzi wa mwaka 2019 tumeibiwa, watu wameumizwa. Uchaguzi wa 2020 tumeumizwa. Uchaguzi wa 2024 watu wameumizwa. Tunachotaka ni mabadiliko ya uchaguzi ya tume, tuingie kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni maisha yako. Tukibadilisha nchi hii, tukapata viongozi wanaotokana na wewe, watakuogopa, rasilimali zitatumika kwa ajili yako. Na sisi Chadema tumesema pamoja na kwamba watumishi wa umma hawa wengi wanaonewa, wanalipa mishahara kidogo, hao maaskari hao. Tangu sisi tukiwa bungeni tulipopiga kelele wakaongezewa posho ikawa 300 kwa mwezi. Tangu 2015 mpaka leo hawajawahi kuongezwa posho. Mpaka leo ni 300 na wanakopa. Afande, hamjakopa? Sasa msione hawajibu. Wasisema katili akijibu tu ana kazi. Uongo kweli? Jibuni kimya kimya. Jibuni kimya kimya, msitoe sauti. Sasa wanakopa 300 tangu tukiwepo. Posho ya mwezi 300. Mbunge darasa la 4 akikopa
bungeni asubuhi mpaka jioni, 620,000 imeingia. Askari wetu wanaolala nje wananyeshewa, wanaumizwa, 300,000 kwa mwezi. Kuna akili hapo? Nao wanaonewa. Sasa cha ajabu, eti yale yanayowaonea yanawatuma watupige sisi tunaowatetea, halafu wanatupiga. Ndio mmerogwa au butu? Wakati mwingine ukitumwa, wewe njoo sema mshikaji, wewe panda kwenye, usinipige kwa sababu mimi mwenzako. Uongo kweli? Bila sauti hii watawanyongeni. Uongo kweli? Sasa wewe fikiria, askari ameumizwa, na si Chadema tumesema watumishi wote wa umma wakistaafu si wanalipwa pensheni ya serikali. Kwa sababu gani? Wanasema kwa sababu walilitumikia taifa. Uongo kweli? Kwa miaka 60. Kiwa mwalimu ukistaafu unalipwa pensheni, kiwa askari unalipwa pensheni, hata mbunge mimi nilipwa pensheni kwa sababu ulilitumikia taifa. Je, wananchi wa Maya wanaolitumikia taifa hili ni watumishi wa umma tu? Ni watumishi wa umma tu? Nani anayelipa chakula anachokula rais pale Ikulu? Si wakulima? Ni hapo mnakuwa mnafanya nini? Mnacheza mpira? Si mnatumikia taifa? Anayejenga nyumba tunayoishi ni nani? Si fundi? Fundi hapo anafanya nini? Anapojenga darasa watoto wasome anafanya nini? Anapojenga hospitali tunapotibiwa anafanya nini? Bodaboda anayetuendesha au dereva wa malori anayetupelekea chakula, yeye anatumikia nini? Wewe mchoma mkaa na wewe unayetuuzia nyanya sokoni, wewe unatumikia nini? Ndio maana Chadema tumesema kila tunaondoa uchafu unaoitwa tasafu unaobebesha wazee wetu mawe. Kila mtu anayetimiza miaka 60 atalipwa pensheni na serikali, kwa sababu kila mtu analitumikia taifa hili. Kila mmoja wetu akifikisha miaka 60 umri wa kustaafu, serikali itamlipa pensheni, na kila mtu kwenye nchi tutampa bima ya afya kama watumishi wa serikali. Tunachohitaji ni tume huru ya uchaguzi, tushindane. Hata Chadema kura yako iwe na nguvu. Hata Chadema wakiingia madarakani, wasipotekeleza wanayoahidi, wapige chini, weke watu wengine. Ndicho tunachokipigania hicho. Tunaelewana mai? Tunaelewa vizuri? Tunataka kura ya mwananchi iwe na nguvu. Ndio maana tunasema no reforms, no reforms, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ukisikia wanatupiga vita, sio kwa sababu tumeonea mtu, sio kwa sababu sisi ni wakosaji, ni kwa sababu tunatembea kuwafumbua macho wa Tanzania namna nchi yao inavyochezewa. Ndio maana Lissu yuko ndani. Lissu sio gaidi, Lissu hajaua, ni mtu aliyepigwa risasi 16 Mungu akamwokoa. Leo Samia amempa kesi ya treason. Hukumu ya treason ni kunyongwa mpaka kufa. Sio kwa sababu Lissu ni mhalifu. Lissu anasema msiteke watu. Lissu anasema msiue watu. Lissu anasema rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya watoto na wazaliwa wa nchi, wasipewe wa China. Kosa liko wapi? Kwa nini anawekwa ndani? Kwa nini anaumizwa? Kwa nini tunawindwa? Kwa kusema ukweli. Wanafunga ruzuku ya chama, wanafanya kila kitu ili tuwapigie magoti. Sisi tunakataa kuwapigia magoti. Ndiyo Mwaya msema. Ndiyo Mwaya msema. Ndio maana tumekuja kwenu kuomba mtunge mkono. Ungeni mkono ajenda ya chama. Msiunge mkono vikaratasi wanaotengenezwa na serikali. Wanapewa hela ya serikali ili watushughulikie. Si mnawajua? Si mnawajua? Si mnawajua? Ni kina nani? Ni kina nani? Kile chama kikaragosi ni kina nani? Kinaitwaje? Mnakijua? Wengine tulikuwa nao. Uongo kweli? Tulikuwa nao humu. Uongo kweli?